Habari yako. Benjamin Netanyahu amenukuliwa akisema kwamba vita na Iran bado haijaisha, kutokana na kwamba Iran bado na madini ya nuclear, lakini pia bado wana vitu mbalimbali vinavyohusiana na nuclear. Kutokana na hilo, vita bado haijaisha kwa sababu wanataka wahakikishe wameangamiza kila kitu kinachohusiana na nuclear pale Iran. Kwa hiyo Netanyahu anakuambia vita na Iran bado haijaisha, lakini watu wanahoji kwamba kwa nini asiendelee na vita na Iran sasa hivi? Kwa sababu Iran hajakaa kwenye meza ya mazungumzo na Israel ya kusema kwamba tuweke silaha chini. Kwa hiyo Israel hakuna anayemkataza kuendelea na vita dhidi ya Iran. Kwa sababu tumeona Israel hata akiambiwa acha vita na Lebanon huwa anaendelea na vita. Akiambiwa usiendelee na vita na Palestina anaendelea na vita pale Gaza. Akiambiwa usiipige Syria anaipiga Syria, huwa hasikii, na hakuna mtu ambaye anaweza akamkataza akaelewa, labda Marekani peke yake. Lakini sasa swali linakuja, kama huko kwingine huwa asikia anaendelea kupashambulia, mbona haendelee kuishambulia Iran? Kama anasema bado vita haijaisha, kwa nini asiendelee kuishambulia Iran? Jibu ni kwamba Israel hawezi kupigana vita na Iran bila msaada wa Marekani. Marekani ndo amekaa kwenye meza ya mazungumzo na Iran. Marekani ndo alianza kusema tukae kwenye meza ya mazungumzo tuweke silaha chini. Iran wakaikubalia Marekani. Israel haijahusishwa kwenye hayo mazungumzo. Kama haijahusishwa kwenye hayo mazungumzo, ina mamlaka ya kusema tunaendelea na vita, sisi hatuyajui hayo mazungumzo. Sasa kwa nini wasiseme hivyo kwamba tunaendelea na vita, hatuyajui hayo mazungumzo? Na anajua kabisa, Netanyahu kakiri kabisa kwamba mambo mengi ya nuclear ya Iran bado hayajaangamizwa. Sasa kwa nini asiendelee na vita? Hapo ndipo tunapodhihirisha kwamba Iran ni mkuu kijeshi dhidi ya Israel, kwa sababu Israel hawezi kuipiga Iran peke yake bila kusaidiwa na Marekani. Kwa hiyo Israel mpaka sasa hivi inaonekana uwanja wake wa kujidai ni Palestina, Syria na Lebanon, lakini ndani ya Iran hawezi kurusha hata baruti pasipo kusaidiwa na Marekani. Lakini kuna swali lingine watu wanahoji, Netanyahu anaposema kwamba uranium ya Iran bado ipo, ndio maana vita hapa haijaisha, lazima tukapige, lakini pia baadhi ya vitu vya nuclear vya Iran vipo. Kwa hiyo bado wanakuambia tutakuwa tukapigane nao, wale vita haijaisha. Ni vitu gani hivi vya nuclear vya Iran? Ni madini gani haya ya uranium ya Iran? Wakati mwaka jana mbele ya dunia, Netanyahu na Donald Trump walisema wamefanikisha ile vita mwaka jana ya siku 12 na wameweza kuteketeza kila kitu cha nuclear cha Iran kwa mabomu mazito sana ya Kimarekani. Sasa hivi vitu wanavyotuambia Iran wanavyo vya nuclear ni vitu gani tena? Madini gani tena? Mwaka jana Iran walituambia kwamba madini yao ya uranium yapo salama, na Iran walituonyesha picha za satellite kwamba zilizokuwa zinaonyesha waliondoa madini yao ya uranium katika miundombinu yao ya nuclear. Marekani wakasema hapana, ni uongo, tumeangamiza madini yao yote ya uranium. Sasa hivi tunajua kwamba Iran kumbe wanachokiongea huwa ni cha kweli, na Marekani na Israel mara nyingi kumbe wanaidanganya dunia. Maana mwaka jana walitudanganya kwamba wameifanikisha ile vita kwa siku 12, lakini mwaka huu wakaanzisha tena vita na kusema kwamba vita sababu kuu ni masuala ya nuclear. Kwa hiyo huu ni uongo kutoka katika viongozi wakubwa katika nchi kubwa. Yani inasikitisha kwa sababu sisi tulitegemea nchi zetu ndogo labda ndio viongozi wetu wao wanadanganya mbele ya dunia, lakini uongo unafanywa na mataifa makubwa ambao kwa miaka mingi vyombo vyao vya habari vilituaminisha kwamba viongozi wao ndio wenye akili na ndio wanaojua haki na ndio ambao wanasema ukweli. Mnajua kwa mara ya kwanza Benjamin Netanyahu na Israel kwa ujumla wako katika nafasi ambayo inawafanya waonekane hawana nguvu yoyote. Wako katika nafasi ambayo inawafanya waaibike, inawafanya waonekane hawana kauli. Wako katika nafasi ambayo inawafanya waonekane wao ni kama koloni tu la Marekani, na pia kiongozi wa Israel ni kama governor tu wa Marekani. Hapa ndipo yani hii ndio nafasi ambayo Israel inaonekana ilipo kupitia hii vita ya Iran. Kwa sababu huwezi kusema sisi ni nchi kamili yenye kiongozi ambaye ni kiongozi kamili mwenye mamlaka huru, alafu ukiingia vitani wanakaa wenzio kwenye meza ya mazungumzo, wewe ushirikishwe. Umeona? Yani kwenye meza ya mazungumzo kakaa Marekani na Iran. Ina maana hao ndio wenye nchi. Umeona? Viongozi wa Iran wamekaa kwa niaba ya nchi yao, viongozi wa Marekani wamekaa kwa niaba ya nchi yao. Tulikuwa tunajua Israel naye yupo kwenye hii vita, mwanzilishi wa hii vita.
Mbona yeye hatujamuona Pakistani akikaa kwenye meza ya mazungumzo? Maana yake ni kwamba maamuzi yote dhidi ya Israel yanaamuliwa na Marekani katika meza ya mazungumzo. Kama maamuzi dhidi ya Israeli juu ya Iran yanaamuliwa na Marekani, uhalali wa Israel kujiita wao ni taifa huru unatoka wapi? Uhalali wa kiongozi wa Israel kujiita yeye ni kiongozi wa taifa huru unatoka wapi? Ikiwa maamuzi ya taifa lao yanafanywa na taifa lingine katika meza ya mazungumzo, katika vita ambao na wao walitangaza kwamba wako katika hiyo vita. Tuliambiwa ile vita imeanzishwa na Marekani na Israel, lakini kumbe ni kama ile vita imeanzishwa na Marekani pamoja na jimbo lao ambalo ni Israeli, linaloongozwa na gavana wao ambao ni Netanyahu. Hivi ndivyo inavyoonekana. Ndio maana inakuwa hawana maamuzi ya mwisho. Unapokosa maamuzi, kiongozi wa taifa unapokosa maamuzi, maana yake unaondolewa ile haki ya wewe kuwa kiongozi wa nchi huru. Nchi yenu inaondolewa haki ya kuwa nchi huru. Kwa hiyo mnakuwa kama vile ni jimbo na kiongozi anakuwa kama gavana, mnakuwa kama koloni. Hakuna tofauti kati ya Israeli ilivyo sasa hivi dhidi ya Marekani na tulivyokuwa sisi mataifa ya Afrika dhidi ya mataifa ya Ulaya kipindi cha ukoloni. Hakuna tofauti. Tulikuwa tunaamuliwa juu ya sera zetu za kimataifa, Israeli nayo imekuwa ikiamuliwa. Lakini pia viongozi wetu ambao wao waliwaita machifu ila ni wafalme, wafalme wetu walipewa nguvu ya maamuzi ndani tu, lakini sio nje. Hivi ndivyo Israeli ilivyo. Ina maamuzi ndani. Kiongozi wa Israeli maamuzi yake makubwa yako ndani ya Israeli. Nje ya Israel mara nyingi Marekani ndo wanafanya maamuzi dhidi ya Israel. Umeona hata kuandaa mikataba, kwa mfano kama mkataba wa Abraham Accords wa kuipatanisha Israel na mataifa ya Kiarabu, ni Marekani wanaandaa. Sasa hili ni taifa kweli au ni koloni la Marekani? Israel ni kiongozi, Netanyahu ni kiongozi au ni governor? Umeona? Kwenye meza ya mazungumzo tutakuwa tumuone pale Pakistani ameenda Netanyahu au mwakilishi wa Netanyahu. Umeona? Sambamba na wawakilishi wa Trump, sambamba na wawakilishi wa Mojtaba Khamenei, ndio tutakuwa tuwaone pale. Lakini tumewaona wa Marekani tu na wa Iran tu. Israel anafanyiwa maamuzi. Hiki kitu ni aibu sana. Nisingetaka mimi kuwa katika nchi ya namna hiyo. Umenielewa? Yaani hata sisi nchi zetu za Afrika viongozi wetu wana maamuzi, tunaweza tukasema 100% juu ya sera zetu, japo of course tunabanwa kwenye ukoloni mamboleo, lakini sio kwa style kama hii ya Israel. Mimi ninaitwa Robin Rachel.